basi jua basi mkono wa sheria ama serikali, mkono wa serikali ni mbaya. Na afadhali upigwe ni wananchi, upigwe na mawe ama upigwe risasi ukufe kuliko kushikwa kupelekwa jela. Kwa sababu wakati unashikwa unapelekwa jela, hiyo unakuwa unapigwa vita baridi ni serikali. Na haujawahi ona kitu kibaya kama kupigwa vita baridi. Kwa sababu ndugu yangu, wewe unayenisikiliza, mimi nimeingia jela mwaka wa 99. Nimetoka jela mwaka wa 2025. Juzi tu ndio nimetoka jela. Angalia ndugu yangu, nilikuwa sijaoa. Nilikuwa hakuna kitu yoyote nimefanya hiyo hapa nje. Nilikuwa hakuna msaada wote nimemsaidia mama yangu. Nilikuwa hakuna msaada yote nimesaidia watu yangu. Ndio mimi nimeshikwa nimepelekwa jela. Jela nimefanya kuishi jela. Nimeishi jela mpaka dakika hii nimetoka. Nikiwa na umri huu wangu vile unaniona hivyo, basi ni kama ndio nimezaliwa upya sasa hivi. Mimi ni mtoto mdogo sasa. Kwa sababu sina mbele na wala sina nyuma. Kwa hivyo ndugu yangu, wewe unayenisikiliza katika video hii, chunga sana mwenendo wako. Angalia sana njia zako unazozipitia. Kwa sababu mimi nakumbuka wakati nikiwa jela, nilifikirianga kwamba hii uhalifu ya kudunga watu na visu na kuwanyang'anya vitu yao, mimi hata kwa mawazo yangu nilifikirianga kwamba mambo kama haya yaliisha kitambo kabisa. Lakini ole wenu nyinyi vijana ambao nimetoka jela bado nikakuta hiyo wizi, kuna vijana wadogo wanadunga watu na visu na kuwanyang'anya masimu na kuwanyang'anya vitu zao. Basi ole wako wewe kijana. Ole wako. Tafadhali na kuonya, ole wako. Afadhali utafute kitu yote ya kufanya, lakini wachana na vitu ya watu. Kwa sababu pindi unapomuibia kitu, na kuhakikishia tena na kuwapia, wallahi billahi, hiyo kitu unayochukua kisu unamtishia mtu unamnyang'anya, utailipa. Na usigoje kuilipa huko juu mbinguni, utailipa hapa kama tulivyozilipa sisi. Sasa hivi mimi kwa mambo mawili huwezi ukanipata kwa mambo mawili. Na ukinipata kwa haya mambo mawili, ujue basi nimelaaniwa. Na mwenye kunilaani basi alikufa. Jambo la kwanza, huwezi nipata kwa ulevi. Hakuna siku utanipata kwa klabu nikinywa pombe. Jambo la pili, hakuna siku utanipata nikimnyang'anya mtu kitu yake. Kwa sababu hao ni mambo niliyojifunzia jela, na nikajua ukitaka kuepukana na jela, epukana na hao mambo mawili. Jela hutapatana nayo. Naam. Na sasa umekuwa ukipitia experience gani? Uhusiano yako na askari pale jela, zile miaka ya mwanzo, siku zako za kwanza, uhusiano wako ni vipi? Na ulijiona vipi, yani ulijiona vipi katika society? Ulijiona wewe ni mtu wa aina gani yani? Wakati unaingia jela unakuwa pia, unajua wakati mwingine unaokuta watu wengi wanaingia jela wanakuwa ni vijana wadogo. Na hasa hawa vijana wadogo huwa bado katika mambo huwa wanayoifanya ndio waingie jela, ni kuwa tu huwa ni katika yale malezi, wanakuanga na malezi mabaya. Na wakati wanakuwa na haya malezi mabaya, ni unakuta wanaingia katika vijijini na kuanza kufanya mambo ambayo haistahiki. Sasa huyu kijana mdogo wakati anashikwa anaingia gerezani, bado ile ujana inakuanga tu inamsumbua tu. Na ndio unaona wakati unaingia jela inakuanga ni ngumu sana kurekebika, ijapokuwa tu wakati unafika kiwango, mahali umefika kiwango ya kuwa unaanza kupambanua na kuona kweli nimeshikwa na niko jela, unaanza sasa kurudisha mawazo yako nyuma. Sasa ima unakuwa mambo ni mangapi? Ni mawili. Ukubaliana na serikali pale gerezani vile inakuelezea, ama unaweza ukaenda kinyume na serikali. Kwa sababu tangu wakati wa katiba ya 2010 ile ya rais ya Mwai Kibaki ilikuja ikarahisisha mambo yote. Ukaambua hata kama ukiwa pale jela, ikawa kwamba kuna sheria inasema hakuna kumlazimisha mtu kufanya kazi, forced labor. Sasa ukawa mfungwa anajipiga kifua kwa sababu hakuna nini? Hakuna ile forced labor. Sasa kwa ule mtu akona akili, anajua kwamba jela
ima ufaidike ama ima wewe mwenyewe ujiangamize katika nafsia, kwa sababu wale watu waliokuwa na akili timamu unakuta jela ni kama factory. Tuseme jela ni shule, na jela ni mahali mzuri pia ya kukaa, kwa sababu kuna section pale unaweza ukajifundisha. Kuna carpentry, unaweza ukaingia metal, unaweza kuwa pia katika mambo ya religious, hii mambo ya kuingia katika dini, na kuna mambo mingi pia unaweza kuwa pale ukawa ukijikeep busy ukiwa pale gerezani. Ila tu kuna baadhi ya wafungwa pale gerezani, yeye hataki kufanya ile wala hataki kufanya lile. Yeye anataka akae peke yake tu, vile tu yeye anajua kazi yake ni kula chakula, kurudi ndani na kulala. Sasa ukiwa wewe ni mtu wa mambo kama hii, kurekebika itakuwa ni ngumu, na hakuna kitu utakuwa unajifundisha, ama hakuna kazi yote utakuwa unafanya nini, unajifundisha ndio angalau ukitoka nje ukawa pengine una kitu umesomea. Jeri inaweza kukusaidia maishani yapi ukitoka nje. Naam. Ndio wewe ukuje uzoee jela na kwa ujikubali kwamba wewe ni mfungwa, ili kutumia muda gani na ni mambo gani ambayo ulikuwa unayopitia pale jela, na narudia swali langu, ili kutake how long kuwa na experience na kuwa na uzoefu na kujikubali kwa ujumla? Wallahi imefanya kunichukua muda kidogo, kwa sababu jela, wakati unapoingia jela unakuta watu wanakupatia mawazo tofauti, na unakuwa ni kama wewe ni mtu umechanganyikiwa. Mwanzo wakati unaingia jela unakuta watu pale gerezani kwamba kuna wengine wanajifanya ni mawakili, wanakufanyia kesi na wanakupatia ile motisha kwamba utawachiliwa, wanakuambia hii kesi yako ni kidogo, hakuna mahali itakupeleka. Lakini kadri unaendelea kufanya ile kesi, unaenda kotini, unapewa reallocation, unapewa 14 days, unaenda unafanya kufanya kesi tu kawaida, jinsi makesi zinavyoendelea kotini. Unakuta wakati unafanya ile kesi yako, vile unakuta wafungwa wamekuelezea na kukurahisishia kuambia kwamba hii kesi yako ni rahisi, utaenda nyumbani. Wakati unafika kotini mambo inageuka. Ndio kama mimi nilifanya hiyo kesi, nilikuwa nafanyia kesi Kibera Law Court, nikafanya kesi, lakini wakati ilipofika wakati wa judgment, yule jaji akaweza kunihukumu.